Na somo linalosema kudai tena mahadhi ya Mungu katika zama za kidijitali. Kudai mahadhi ya Mungu katika zama za kidijitali. Sikiliza mpendwa, katika zama hizi tulizo nazo, familia nyingi kwa ajili ya digital, mambo yetu ya mawasiliano zimekuwa tofauti. Leo familia nyingi zikiwa mezani wanakula, utakuta kila mtu ana kasimu kake, uso umekuwa wa blue kwa sababu anakula huku anaendelea kuchati. Lakini watu wamekuwa jirani sana, yaani dunia imekuwa kiganja. Tunaweza tukapiga simu za kuonekana, mnaita video call, sivyo? Unampigia mwenzako, mnaona yuko Ulaya. Lakini yule ambaye yuko kitandani kwako hapo, aliyelala kando yako, hata hujampa hai. Leo dunia iko katika siku ya wapendanao, siku ya leo That's all? Si ndio? Mbona kama hamjibu? Si iko hivyo? Siku ya nini? Ya wapendanao, Valentine Day leo. Lakini sisi tumekuja kumwabudu Mungu. Habari ya simu ama digital. Simu ni nzuri, zimeleta mawasiliano kati ya jamii. Simu ni nzuri, zimeuleta ulimwengu karibu. Simu ni nzuri kwa sababu zimeharakisha mambo. Hata mimi hapa ningekuwa na mzigo wa vitabu, lakini ndani ya kamtambo kangu kadogo haka nina maktaba zote za vitabu vya Wasabato. Halo? Yaani nina kila kitabu kiko hapa. Baadaye nitembea na gari zima lilojaza vitabu, natembea na kajitu haka kamoja. Jamani, teknolojia si nzuri. Lakini tunakuja kuangalia uvunjifu mwingi wa ndoa. Matatizo mengi ya ndoa yametokana na mnyama huyu anayeitwa simu janja. Si bora hata kiswaswadu. Mnyama anaitwa simu nini? Simu janja. Na mtu mmoja aliwahi kumwambia mwanae, simu ilikuwa inaita ya baba, chwili 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 chwili. Akamwambia, mama, simu ya baba inaita, si uchukue. Akamwambia, hilo ni bomu la atomiki. Sasa linakuwaje bomu la atomiki? Na watu wengi leo ukiwapima katika mioyo yao, yani katika mitima yao, kuna midundo ya simu. Na ni wakati gani ambapo simu yako ilipokosekana ulifanyaje? Halo? Yani umeamka alafu simu yako hauioni. Na katika kutafuta ukakuta mtu fulani anayo, labda mkeo ndio anayo hiyo simu. Halo? Habari inakuwaje? Mtu mmoja aliuliza, tupeane simu, yani umpe mkeo simu abaki nayo mpaka jioni na wewe ubaki na ya kwake mpaka jioni. Baadaye inakuwaje? Tuseme ule ukweli, kuna kuwaje hapo katikati? Inaweza ikawa wale watu wa umri wangu wasiweze kuwa katika hali, wasipate shida. Maana watu wa umri wangu wengi wana viswaswadu. Mnavijua viswaswadu wengi wana viswaswadu, hawataki shida. Sasa wale wenye simu janja, mwachie mkeo alafu wewe na yeye abaki na ya kwako mpaka jioni. Habari inakuwaje? Habari inaweza ikawa sio nzuri sana. Lakini mwandishi anauliza, miito inapoita. Jamani, by professional mimi pia ni daktari, lakini ni engineer. Nimesoma vitu vingi. Sio kwamba unitazame hapo ukafikiria mchungaji yule. Kuna vitu kadhaa. Engineer, daktari, professional mambo ya computer, IT professional. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasoma kila kapengele kanakotoka kapya, nasoma. Tokea kitu kipya naingia. Sasa nina ka ofisi kangu kadogo ka Santalium Clinic, ambapo
nimesomesha watoto wangu pia, huwa mmoja ni mfamasia, mwingine ni anashughulika na health, afya ya jamii. Sasa ninapowapima watu wengi upande wa cardiovascular, mfumo wa mzunguko wa damu, nikipima watu 175 wana shida ya mzunguko wa damu katika ubongo. Yaani wana tatizo la afya ya akili. Hata wewe hapo unayenitazama kwa macho, ninahisi pia una tatizo la afya ya akili. Nikikupima tu lazima nitakuta afya ya akili inatetereka. Kwa nini? Kwa sababu ya vitu vinaitwa simu. Na kwa kuwa shetani ni mjanja sana na ameelewa ya kwamba kupitia mtandao nitaweza kuzipata familia nyingi na kuzikusanya, kuzifunga matita zisiweze kujiandaa kwa ajili ya uzima wa milele, amekuja kuipendezesha dunia kwa namna anayojua. Leo kila mahali unapoenda mtandao upo. Na kama haitoshi, milio na miito ya simu imekaa katika mioyo ya watu. Na simu ikiita mtu anashtuka. Kitendo cha kushtuka, kwenye mwili wako kuna tezi 8. Hivi nimesemaje? Tezi 8 zinaosababisha wewe uko hapo unaitwa mtu. Tuna tezi ya kichwani hapo kwenye ubongo inaitwa hypothalamus, ambayo hiyo tezi inashirikiana na tezi inayokaa karibu na uti wa mgongo, inapounganikana na ubongo tunaita pituitary gland. Hii pituitary gland ni tezi ambayo inauongoza mwili kwenye adrenal na zingine zinazohusiana na mambo ya uzazi pamoja na mambo ya organ zingine za huko ndani ya mwili. Sasa nazungumzia madhara ya simu inapokuwa imekushtua na hatimaye tezi ya pituitary ikatuma taarifa mbaya kwenye adrenal, na adrenal ambayo ndio famasi ya mwili ikaamua kuzalisha homoni ya sumu kwa wakati huo, kwamba kuna kitu kimevamia, tunataka kujiprotect ama kujilinda. Na inapozalishwa inaingia katika mzunguko wa damu kwenda kwenye moyo. Moyo unaleta taarifa, jamani mumetuumiza. Kwa hiyo ubongo unatoa taarifa, hypothalamus inasema imetosha, funga milango yote ya sehemu hizo. Ndio unasikia mtu amekwenda chini, kadondoka. Halo, tunasema huyu mtu amepata shambulio la moyo. Kumbe taarifa, kuna simu ilipiga ama kuna taarifa ameisoma, alafu alipoisoma hypothalamus ikasema hii ni shida. Kwa familia nyingi kupitia mambo ya dijitali zimepata shida. Na hili limenikumbusha, asubuhi nilikuwa ninawasiliana na rafiki yetu Mzee Kiondo. Nilishangaa wiki nzima mzee huyu mbona hajanitafuta, na alikuwa ananitafuta mara kwa mara. Lakini baadaye mke wake akanipigia simu. Simu nikaona ni ya kwake, lakini sauti ni ya mwanamke. Nikasema hapa tayari kuna shida. Akasema mimi ni Mrs. Kiondo. Nikasema okay, kuna nini? Bwana mzee sijamsikia na alikuwa ananitafuta na ndiye mtu wa familia. Akasema amepata changamoto. Nini? Amepata shida fulani, stroke. Hiyo ikanitafakarisha. Tukafanya maombi naye. Na hata sasa kanisa likiomba Mungu anasikia. Amen. Niwaombe kwa sekunde moja tusimame tumuombee huyu baba ili Bwana atende kitu. Mungu aliponya siku ya Sabato. Amen. Tusimame.
Kila mtu kimoyomoyo utamtaja. Anaitwa Mzee Kiondo, mnamfahamu vizuri. Sema neno moja tu ili Bwana atende kazi. Tuombe. Baba mtakatifu, jeshi lote hili kanisa limesimama likiomba kwa ajili ya rafiki yetu Mzee Kiondo ambaye amelala kitandani pale akiwa hawezi kwa ajili ya stroke. Mkono ule uliowaponya watu siku ya Sabato ukamponya na mgonjwa yule aliyekuwa amelala miaka 30 akiwa amepooza, na ukamwambia jitwishe godoro lako uende. Mchana wa leo maombi haya ya watakatifu wako yanapokuja katika madhabahu yako Baba, sasa Mzee Kiondo naye na asimame aendelee na huduma yake uliyomwitia. Neema yako na ithibitishwe, mikono ya matabibu ikatakaswe, na yote yanayotendeka yawe kwa utukufu wako. Kwa jina la Yesu Kristo, amina. Tuketi. Kwa hiyo familia nyingi, ndoa zimevunjika kwa sababu ya mawasiliano ya simu. Ndoa zimekuwa na mgogoro kwa sababu mtu amekuwa busy sana na simu. Yaani mtu anaweza akawasiliana na mtu aliyoko Ulaya, lakini hawasiliani na mtu wake aliyelala hapa kando. Na kumekuwa na mashtaka mengi. Ninapokuwa nakutana na wahitaji mbalimbali katika vipimo vyangu, wababa wengi wanalalamika kwamba bwana, unajua nguvu zimefanyaje, zilipungua zikaenda. Sikiliza. Mawasiliano ya chochote kinachohusu ndoa yanaambatana na mzunguko wa damu. Na ikiwa mzunguko wako wa damu, tunasema myocardial blood demand, hauko sawa, ambapo pampu yako ya kushoto, left ventricular pump, inasukuma damu kwa kutegea, inapiga ti 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 ti, tegemea kukosa nguvu. Na haya yamefanywa utafiti ya kwamba the way unakaa muda mrefu kwenye screen yako ya simu ama screen yako ya kompyuta, inakuwa akili yako inatafakari mambo mengi ya hapo. Kwa hiyo inapokuja swala la ndoa yako linafeli, kwa sababu kila unapojitutumua unaletewa kibonzo. Yaani akili inaleta kibonzo kingine, haileti mawasiliano ya huko kunakotakikana ndoa yako iwe na furaha. Kwa hiyo wale tunaohudumu katika mambo ya saikolojia, akiwemo na Suleiman mwenye hekima, akasema hivi: hakuna mwisho wa kutunga vitabu, na kusoma sana huchosha nini? Halo? Nazungumza na watu wanaosoma Biblia. Mimi sio mtu wa mafungu mengi. Halo? Yaani sahau kabisa. Mimi sio mtu wale fungu ngapi, sio huo. Kwa sababu Biblia tangu umekomaa umefika hapo uliisoma. Ila nakucholea mstari tu kwamba mstari fulani ulisema hivi, utakumbuka wewe mwenyewe ulikuwa ni wa wapi. Halo? Siwezi kukutafunia kila kitu. Sasa una kazi gani wewe? Kila siku mimi nakufungulia mfungu wa Biblia mstari fulani? Hapana. Nitakwambia kwamba Suleiman amesema kwenye kitabu cha Mhubiri, kusoma sana huchosha nini? Mwili. Sasa hiyo ni homework, kaitafute. Suleiman ni Mhubiri ngapi? Ni Mhubiri 12. Ngoja nikusaidie tu. Sasa tunapokuwa tukiendelea kutambua ya kwamba mambo ambayo yanasababisha familia nyingi zinasambaratika, wiki hii tutaangalia faida ya dijitali katika familia na hasara. Faida na nini? Kila kitu kina faida na hasara yake. Watu warefu wana faida yao na wana hasara, na watu wafupi wana faida yao na wana hasara yao. Kwenye matunda ya juu hawezi. Lakini pia sehemu za
Ukipita chini chini, mtu mrefu atapata tabu, yeye atapita. Hizo ni faida na nini? Na hasara. Kwa hiyo tunahitaji kuangalia kila kitu kinachokuja kina faida na hasara yake, advantage na disadvantage, na hilo litatuleta kufahamu mambo machache. Na mchana wa leo ninaenda kumaliza hivyo. Halo, ndio naenda kumaliza. Sasa wewe kama ulikuwa unasubiri kitu kingine, oho, twende pamoja. Kitabu cha Mhubiri sura ile ya 3 mstari wa 1. Tutasoma mafungu machache pale mpaka mstari ule wa 8. Ningependa pawe na msomaji wangu mmoja hapo aweze kuwa na mic, twende naye pamoja. Msomaji kama umefika. Mhubiri 3 mstari wa 1. Tutasoma pale na kuendelea. Twende mdogo mdogo. Maiki haifanyi kazi. Hakuna maiki ama? Kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Halo? Wakati wa kuzaliwa na wakati wa nini? Yaani kila mmoja tulioko hapa ni marehemu watarajiwa. Hiyo inakuogopesa kidogo ama? Kila mmoja ni marehemu mtarajiwa. Kwa hiyo ukishakaa ukaelewa ya kwamba mimi nitakufa, uko wakati siku moja nitakufa, utakaa mkao wa kujiandaa katika familia yako. Na anasema kuna wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa. Lakini pia anaendelea akisema kuna wakati wa kuua na wakati wa kupooza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kuto kufanya nini? Wa kuto kukumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kularua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Katika juma hili tutaangalia hayo mafungu. Yaani tutatembea katika eneo hilo kuangalia dijitali imefanya nini katika nyakati hizi za sasa. Kuna wakati kwenye familia mawasiliano yanakosa. Kijana mwingine tangu amekuwa mpaka ameota ndevu hajawahi kukumbatiwa na baba yake. Halo? Yaani baba akamhagi mwanangu, hajawahi. Na hiyo kijana anajiona kana kwamba hayupo miongoni mwa ile familia. Lakini watu wako bize na mambo ya mtandao. Ni muda gani ambao umekaa na kuwasiliana na familia yako ukaweka simu kando, ukawa na wakati wa mazungumzo na mkeo au na mmeo? Halo? Wamama mpo? Nani wanaongoza kushughulika na simu zaidi kati ya nyinyi na wanaume?
Sio wote, tunataka jibu moja. Wababa ndiye mnaongoza eti? Sikiliza. Unajua kuna wakati mimi simu naiweka kando naishangaa sana, kwa sababu kila ukifungua simu kuna mavitu yanakuja ambayo hujayaita. Halo? Kuna mtandao mmoja unaitwa Phonex. Wangapi wanaofahamu Phonex? Mle kuna AI mnaita artificial intelligence. Yaani wametengeneza mtu kabisa, ni mtu anafanya mambo yake. Wewe unaweza kaona ni mtu kabisa wa kawaida. Vitu vya kijinga tu. Na unaweza kukuta mtu anajaza MB, bando linajaa kwa ajili ya kuangalia vitu vya kijinga. Vitu vilivyotengenezwa. Jaza bando ufanye biashara. Sio unajaza bando unamwangalia mtu anacheka na wewe unaanza kucheka huku ni kukosa utashi fulani. Ndio maana Biblia inasema kila jambo na wakati wake. Jaza bando utengeneze pesa. Ni jambo la kushangaza, kijana anajaza bando lakini siku ya Sabato kama ya leo hatoi sadaka. Halo? Eti hana sadaka ya kutoa, ila bando lipo wiki nzima. Ikiwa kijana hawezi kupata 10,000 kwa wiki, yaani 10,000 huipati, wewe unatia hasara katika hii dunia. Halo? Unatia hasara, yaani upate 10,000 kwa wiki, unaishi Dar es Salaam. Na ni kijana kabisa, una ndevu zimekomaa kama chuma. Katika familia kijana yupo anapiga simu, baba, hebu una buku ya karibu hapo, bando limeniishia. Kijana eti anaomba buku ya karibu, baba, bando limeisha. Natia hasara. Lakini kwenye simu kila siku anacheka mtandaoni. Tunahitaji kuwa na bunge la familia. Bwana Yesu asifiwe. Bunge la nini? Ifike muda ambapo wana familia tunakuwa na kikao cha pamoja cha kujadili mambo yetu ya kifamilia. Kila mtu ameweka simu yake kando. Nilishawahi kuona mahala fulani, ninapitaga mtandaoni, nikamuona mama mmoja amewaandalia wa familia yake chakula. Sasa kila mtu ana mtandao kake, yani kila mtu ana kasimu kake. Anapofika muda wa chakula, zile simu zote anafika na kusanya, ananyang'anya, anatia kwenye mfuko, anaondoka nazo. Hapa ni wakati wa kula, sio wakati wa kuanza kuangalia simu. Mwingine amekuja na sufuria, amelifunika vizuri, kumbe ndani ameweka vitu vingine tu, sio chakula. Anafika wanashangaa, anaweka sijui vitu gani, sijui ni simu, sijui ni korokoro gani pale. Akaambia hizi ndio mtakazo kula leo. Maana wamekuwa wamemwachia shughuli zake yeye peke yake, mama ndio hangaike. Wengine wanachati nini? Wanachati tu, wanacheka mtandaoni. Bunge la familia ni muhimu. Ifike tuwe na muda wa kuziacha simu pembeni, ili familia zetu zirudi kumcha Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Nimefika mahala fulani watu wameshindwa kuwa na maombi katika familia. Maombi yamekosekana kwa sababu kila mahala pamewekwa, yani kila saa imewekwa kitu. Kombolela. Halo? Kombolela, sijui nani kidawa, sijui na nani wako mle ndani. Na ndio muda wa maombi. Muda ule mnataka kuomba, kombolela huyu hapa. Hujakaa sawa, Kariakoo Dabi iko hapo. Na sasa hivi kila siku wanatangaza mtani. Ulishawahi kuna mtani? Kariakoo Dabi. Na utashangaa kabisa, siku ya Kariakoo Dabi
wale ambao ni wana familia ambao tungetarajia kwamba kabisa wangekuwa katika uchaji wa Mungu wako tayari, kama Kariakoo Derby inafanyika Jumamosi kama leo. Halo? Yaani ikitokea hiyo Kariakoo Derby imefanyika siku ya Sabato, yani ni saa 9 hivi, alafu na mzee ametangaza, jamani, jioni tutakuwa na mafundisho yanaendelea. Nina uhakika kama akipata, sijui labda Kinyerezi hapo watu wameongoka sana, hawapo Kariakoo Derby. Wazee mnasemaje? Derby la Kariakoo hapo unaweza kukuta na wazee nao wamo. Sasa hii nayo inakuwa ni tatizo kwa kweli katika ulimwengu wa kidijitali. Ndio maana juma hili tutakuwa na hili jambo, kudai tena mahadhi ya Mungu katika zama za kidijitali, kudai ule uwepo wa Mungu katika maisha yetu, katika familia. Dunia imekuwa na vitu vingi sana vya kupoteza muda. Hivi derby la Kariakoo likipigwa unagaiwa shilingi ngapi? Halo? Unapata shilingi ngapi kama mgao? Wewe ambaye muda wako badala ya kwenda kwenye maombi uko kwenye Kariakoo Derby. Ama Kombolela inapokuwa iko pale, jamaa wanasema udaku wao, wewe una gain nini? Yaani unapata nini katika uzima wa milele? Sikiliza ndugu zangu wapendwa, kama Bwana aishivyo, juma hili la familia hautabaki vile ulivyo. Baada ya hapo utakuwa ni sehemu ya familia ya mbinguni, kwa maana ya kwamba vifaa hivi ni vizuri sana tukivitumia kwa utaratibu katika familia. Na tutawaeleza pia madhara. Kuna wamama wamechukua hizi simu ndo zinalea watoto. Mlishaona? Wanaweka game, wanamwekea mtoto game, katoto kama